Siri ya fagio. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu mikubwa na milima mirefu, aliishi bibi mmoja aliyefahamika kwa jina la Bibi Nuru. Alikuwa mzee mwenye miaka mingi, lakini macho yake yaliangaza kama mtu aliye na siri kubwa. Alijulikana kwa kutengeneza fagio nzuri kuliko zote, fagio zilizoweza kufagia hadi chembe ndogo kabisa ya vumbi. Watoto wa kijiji walikuwa wakivutiwa sana na fagio zake, lakini kila walipomuuliza siri ya ujuzi wake, Bibi Nuru alitabasamu tu na kusema, kila fagio lina roho yake. Ukilitendea kwa heshima, litakusaidia kufanya zaidi ya kufagia. Siku moja, kijana mdadisi aitwaye Juma aliamua kuvizia ili ajue kweli ni nini siri ya fagio la Bibi Nuru. Usiku mmoja, alijificha karibu na nyumba ya Bibi Nuru. Alimwona Bibi Nuru akisimama mbele ya fagio lake, akilizungumza kwa sauti ya chini, fagio langu, kesho kuna upepo mkubwa. Tafadhali linda sakafu yangu na ilete amani nyumbani. Kisha Bibi Nuru akalipulizia fagio lake kwa upole, akilitunza kama mtoto. Juma alishangaa. Siku iliyofuata alijaribu kuiga kwa fagio lake la kawaida. Alilizungumza, akalipulizia na kulitunza kwa upendo. Alipoanza kufagia, alishangaa fagio lake likionekana kuwa na nguvu zaidi na lilifanya kazi haraka kuliko kawaida. Akiwa na furaha, alikimbilia kwa Bibi Nuru na kumwambia alichoona na alichojaribu. Bibi Nuru alitabasamu na kusema, umegundua siri ya kweli ya fagio, si uchawi, bali ni upendo na heshima. Kila kitu katika maisha kikitunzwa vizuri, hufanya kazi yake kwa roho yote. Tangu siku hiyo, watoto wote wa kijiji walijifunza kutunza vizuri vitu vyao, hata kama ni vya kawaida kama fagio. Na kijiji kikawa safi kuliko wakati wowote, si kwa sababu ya fagio la ajabu, bali kwa sababu ya moyo wa watu waliotambua thamani ya vitu vidogo. Maadili ya hadithi: hata kitu cha kawaida kinaweza kuwa na nguvu ya ajabu pale kinapotunzwa kwa heshima na upendo.